Yes, ebana, mambo vipi? Bila shaka utakuwa uko freshi sana. Moja kati ya stori kubwa sana ambao sasa hivi huko kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ikizungumzika sana ni juu ya mahusiano ya Nandy pamoja na Billnass. Sasa kabla tujaenda kwenye hiyo story, nataka tuongee kidogo kuhusiana na haya ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana. Unajua kwenye mahusiano ya Nandy pamoja na Billnass kumekuwa kuna vitu vingi, na moja kati ya ndoa ambayo imeweza kudumu kwa muda mrefu na haijavunjika kwa hawa mastaa basi ni ndoa ya Billnass pamoja na Nandy. So hatujui kwa nini, lakini ni the way ambavyo uvumilivu kwa pande zote mbili umekuwepo. Tunafahamu kwamba Nandy ni binti moja mrembo sana, mzuri, ameshafanya kila kitu kwenye mwili wake, kufanya surgery, akae poa, muonekano mzuri, anang'aa na vitu kama hivi hapo. So yani ni kama unahitaji mwanamke ambaye classic, ametulia, of course unaweza kumpata Nandy ambaye unamuona this is classic. Lakini pia hivyo pia kwa Billnass, of course ni mtoto fulani hivi wa kitaa ambaye ameokota dodo chini ya mpela, na mwisho wa siku amedumu kwenye ndoa na mambo mengi. Lakini kuna siku Billnass ashakuandika ujumbe mmoja mkubwa sana ambao ni kama vile kuna kitu ndani yake anakipitia katika mahusiano yake yeye pamoja na Nandy. Yani kama vile kuna namna imekuwa ikiendelea humo ndani. Kwanza sasa hivi tunaona ni watu ambao wana utajiri mkubwa sana, na utajiri huu umeletwa sana na Nandy. Hatujui ni mziki au ni hizi biashara tu ambazo amekuwa akizifanya. Tumeona mara kadhaa Nandy amekuwa akitoka peke yake kwenda nje. Mara ya mwisho walitoka wote wakaenda Dubai, na tukaona mambo yamekaa vizuri, lakini alienda pia Paris, huko alikuwa peke yake, lakini Billnass alibaki mwenyewe. Sasa tunarudi kwenye story ambayo mimi nimefanya mimi nipige story na wewe leo hapa, ni kuhusiana na kile ambacho kinachozungumzika sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, kwamba sasa hivi Billnass yuko na mwanamke mwingine, yuko na mahusiano mengine ya pembeni, washikaji wanasema mchepuko. Yuko na mchepuko ambaye ameenda extra mile sana baada ya kuweza kumpangia nyumba, kwa maana ya apartment pale Masaki, na tunafahamu bei za Masaki bwana huwa ni za moto kinoma noma. Sasa amempangia pale, na kima cha chini wanasema huwa ni milioni 2 kwa mwezi. Sasa vipi kuhusiana na kulipa kwa miezi 6 mwaka na vitu kama hivi hapo? Sasa wanajiuliza Billnass mkwanja kaupata wapi? Hili sio swali la kujiuliza, kwa sababu tunaamini kabisa yupo kwenye familia ambayo ina mkwanja, mke wake ana mkwanja, yeye pia ana mkwanja, wana drive ndinga kali sana na vitu kama hivi hapo, sio? Kwa hiyo so vitu vya kujiuliza. Lakini pia Billnass pia anafanya biashara za kuuza iPhone nini na vitu kama vya duka lake pale Nengatronics, anaumiza kinoma noma. Sasa so kitu cha kuuliza sana kwamba pesa anapata wapi. Lakini sasa speaking about huyu mwanamke, kwamba Billnass mpaka kafikia hatua ya kumpangia mwanamke chumba au nyumba, lakini pia mbali zaidi ni mjamzito. Kwa hiyo ni kama vile ameamua na yeye kuchepuka kwa ajili ya kitu chake pembeni. Sasa hichi alichokifanya Billnass ni kama vile kuna kitu anakikosa kwa Nandy, labda ni kuna kitu anakikosa kwa Nandy, ndio maana akaamua kutafuta mwanamke mwingine pembeni, na hivyo au ndio ile zile tamatu za wanaume kwamba umeweza kubutua demu afu mwisho wa siku imenasa. Asa kumtelekeza, na we ni star, utachafuliwa jina. Mwisho wa siku inabidi umpangie, ufuatishe masharti yake yote, mambo mengine yakae sawa. Kwa pengine hizi zote situation ambazo zilimkuta ndio maana yakatokea haya, au sio? Lakini bado tunajiuliza kama hili swala ambalo tunalizungumza lina ukweli ndani yake. Unahisi uhusiano au ndoa ambayo imekuwa ikiaminika sana kwa siku nyingi itafikia wapi? Au Nandy atachukua maamuzi ya kutaka kuachana na Billnass? Tunafahamu Nandy ni mkali sana, yani ni mkali, huwa ni mtu ana hasira sana. Kwa hiyo ikitokea kama amekuja kufahamu hichi, basi nahisi huyu mwanamke atakuwa na shida sana kwenye mahusiano, na tunafahamu wanandoa ya Kikristo ambayo haiwezi kuvunjika. Kwa hiyo pengine inaweza ikavunjika kama kutakuwa kuna uthibitisho, au inaweza isivunjike wakaendelea kuwa wana haso hivyo hivyo. Sasa mimi naye tufahamu, ila tunajaribu kuendelea kutafuta uthibitisho. Kama ni kweli, basi tutakusogezea story yote hapa, afu mambo mengine yatakuwa sawa.